Hello, karibu katika chaneli yetu ya Mwalimu Joshua. Kama ni kwa mara ya kwanza unaingia katika chaneli hii, hakikisha umesubscribe ili tuweze kwenda pamoja. Sasa siku ya leo napenda niongelee au nizungumzie ni vipengele gani vya msingi ambavyo unapaswa kuvizingatia kabla hujaliachia tangazo lako. Watu wengi wanapenda kukimbilia kuboost. Mtu kwa sababu anajua kuboost ni kuboost tu, atakimbia moja kwa moja, ataweka pesa, ataboost. Hutoka upate matokeo. Sasa cha kufanya, kuna vipengele vya msingi sana vya kuzingatia. Cha kwanza kabisa ni goal. Cha pili ni audience. Cha tatu ni placement. Na cha nne ni budget. Hivi ni vipengele vya msingi sana vya kufanya nini? Vya kuzingatia kabla hujaliachia tangazo lako. Tunapoongelea goal maana yake ni lengo la tangazo lako. Unataka tangazo lako lifikie watu, likupe matokeo gani? Je, labda likupatie watu wengi watakaopiga simu? Je, likupatie watu wengi watakaotuma jumbe labda message? Je, labda likupatie watembeleaji wengi labda wa website yako na kadhalika. Mara nyingi tunapendelea watu wengi wafanye nini? Watutumie message. Kwa mara nyingi kwenye goal hakikisha umeseti get more message. Kitu kingine cha pili ni audience. Audience pendelea kuweka Tanzania. Unapoingia kwenye akaunti yako mara nyingi utakuta pale imekuandikia United States. Yaani Marekani. Sasa ukiboost tangazo lako ukalipeleka tu kichwa utakuta tayari umepata hasara kwa sababu tangazo lako litafikia wazungu na hao watu wako interested na matangazo yetu. Utaishia tu tangazo lako litafika ile itakatwa, lakini utakuja pata matokeo. Kwa kwenye audience weka Tanzania, au pia unaweza ukachagua mkoa ambao unautaka. Mbele ya video hii nimeelezea vizuri kabisa pale, nitaelezea mwishoni namna ya kuchagua mkoa fulani unaotaka wewe. Angalia video mpaka mwisho. Kitu kingine cha msingi ambacho natakiwa ukizingatie ni placement. Tunapoongelea placement, tangazo lako unataka litokee wapi na wapi? Facebook imetoa chance nzuri. Unapoboost tangazo kuanzia Facebook, unaweza ukaliruhusu likatokea paka na Instagram. Kwa mara nyingi unapokuwa una boost hakikisha umeweka na button ya Instagram on. Yaani tangazo litaruka paka Instagram. Hata kama una account ya Instagram, lakini utakapogusa tu on, maana yake watu wenye account za Instagram wataonyeshwa tangazo lako. Kwa kwenye placement zingatia umeweka zote Instagram na Facebook. Kipengele cha mwisho ambacho nimesema nitakielezea pia ni budget. Watu wanaulizaga budget nzuri ya tangazo ni ngapi? Wengi wanapenda kukimbilia $1, $2. Umeona? Sasa budget nzuri nataka kukuambia kwa leo ni $5. Na $5 maana yake utarusha tangazo la siku 2. Kila siku itakata $2. Na kwenye matangazo huwa kuna kitu inaitwa VAT. VAT unaongelea makato ya serikali. Kwa unapokuwa una boost tangazo labda la $4, lazima watakukata VAT ambayo kidogo imepungua kidogo tu iwe $1. Kwa unabidi uweke $5 ndani ili watakapokata 4.72 unakuta tayari unaweza kufanya nini? Kuhimili ile pesa, kwa sababu kwenye akaunti yako kuna dola ngapi? $5. Nadhani ndio vitu vya msingi vya kuzingatia kabla hujaboost tangazo. Naomba sasa tuangalie kwa mfano kabisa kupitia page hii. Vipengele ambavyo nimevielezea hapo, kipengele cha placement, kipengele cha goal, na kipengele cha budget, na kipengele cha audience. Ni vipengele vya msingi sana. Sasa tangazo letu la kwanza kabisa hili hapa. Naomba tuangalie vipengele vinavyokaa. Ili tangazo tayari tushawahi kuliboost, ila nitakwenda boost again. Kama ni kwako kwa mara ya kwanza utaona boost post. Twende boost again. Utakavyoingia moja kwa moja kwenye goal inakuwa ni automatic. Sasa hii haitakiwi. Watu wengi wanaliacha tangazo linakwenda automatic. Yaani hapa utawapa Facebook au Instagram nafasi ya kukupa matokeo wanayotaka wao, lakini unatakiwa uruhusu matokeo unayotaka wewe. Kwa moja utaonyesha je, unataka matokeo gani? Inaweza ikawa ni get more messages, upate jumbe nyingi za wateja, au upate calls nyingi. Umeona? Kwa hapa sasa tutachagua get more message. Mara nyingi sana tangazo hili tunakuwa tunategemea mteja akutumie ujumbe wa kutafute. Kwa hiyo ni goli la msingi la kuzingatia wakati una boost matangazo. Tunapoongelea goal maana yake ni lile lengo lako unalotaka nini kulipata baada ya kuboost tangazo. Nadhani kipengele cha nini cha goal kimeeleweka. Kipengele kingine ambacho nimekizungumzia ni kipengele cha audience. Sasa kwenye audience mara nyingi sana audience inakuwaga United States kwa zile akaunti mpya. Hasa cha kufanya, hakikisha audience yako imekuwa ni Tanzania. Watu wengi wanapenda kulimit mikoa kadhaa. Hiyo mara nyingi inakuwa inakupunguzia nini? Ufanisi. Kwa kama audience itakuwa imekaa labda sehemu nyingine, utagusa edit, utaenda utahakikisha ni Tanzania. Hapa chini kuna option ya kuchagua
location. Kwa unaweza ukaenda ukaandika sehemu yoyote ambayo unaitaka. Ila kama unataka labda mkoa fulani, unaweza ukajipunguzia watu, lakini ni vyema pia ukauandika mkoa ambao unatamani watu waje. Labda tuandike labda Dar es Salaam. Dar es Salaam. Dar es Salaam. Dar es Salaam Tanzania. Unaweza ukaichagua ukasave. Unaweza ukaongeza kama na ni sehemu yako. Baada ya hapo utagusa save. Kwa hiyo tayari unakuta location ishakuwa automatic Dar es Salaam Tanzania. Sasa hichi kipengele nadhani kimeeleweka. Audience unaweza kuweka Tanzania, inakuwa ni vizuri zaidi kupata wigo mpana zaidi wa nini? Wateja au watu kuwafikia watu wengi zaidi. Hichi kipengele kimekaa vizuri. Kipengele cha mwisho ambacho kingine nilikuwa nakiongelea cha msingi sana ni placement. Placement mara nyingi hii inakuwaga haipo kama utakuwa umeanzia kwenye Facebook. Unakuta Instagram inakuwa haipo. Kwa cha kufanya wewe utaenda utaweka placement, utaongeza Instagram. Ili mtu hata kama umeboost Facebook lakini tangazo lako linatokea paka wapi? Paka Instagram. Hiyo ni faida kubwa sana. Kitu kingine cha msingi ni budget. Budget nzuri ya tangazo. Napenda leo nikueleze budget nzuri ni ipi. Nadhani pia hapo nimezungumza hapo mwanzo. Budget nzuri ni budget ya $4. Na hiyo unaweza kupeleka kwa siku ngapi? Siku 2. Ila unapofanya namna inabidi kwenye account kuwe na nini? Kuwe na $5, maana kuna kitu inaitwa VAT. Mfano hapa chini ukiangalia utaambiwa payment summary total ni 4.72. Kwa hiyo 0.72 imeongezwa kama nini? Kama VAT. Tunapoongelea VAT ni nini? Ni makato yale ya serikali. Kwa hiyo kama unataka kuboost tangazo la namna hiyo, hakikisha umeweka $5 ndani ya akaunti yako ili uweze kuboost tangazo la nini? La $4 kwa siku 2. Kila siku itakuwa inakata $2. Nadhani hapa naeleweka vizuri. Tunapoangalia budget ni kwa juu hapa pana 4, days kwenye duration ni 2. Naamini umejifunza kitu na kuomba usiache kusubscribe ili uendelee kupata mafunzo zaidi, na kama ni mfuatiliaji wa video zangu hakikisha umelike, toa comment yoyote nzuri hapa kuweza kusupport zaidi kazi yangu ya kufundisha. Asante.